Naitwa Emmanuel Agustino, mimi ni wakili wa Mahakama Kuu. Na ndugu mtangazaji, umekuja kwangu kwamba tujadili masuala yanayohusiana na ICC, yani International Criminal Court. ICC ilianzishwa mwaka 98 na ilianzishwa kwa sheria au mkataba unaoitwa Rome Statutes. Waliita Rome Statutes kwa sababu nchi zilikutana Roma, Italia, ndio wakakubaliana kwamba tuanzishe mahakama kama hii ili iweze kushughulikia watu ambao hawawezi kushughulikiwa na nchi zao. Sasa kwa upande wa Tanzania, Tanzania ili ratify au rasmi ilikuwa mwanachama wa ICC mwaka 2002. Kwa hiyo Tanzania ni mwanachama wa ICC. Sasa umeniuliza kwamba ni makosa gani yanaweza yakapelekwa ICC. Kosa la kwanza ni kosa la genocide. Kwa Kiswahili nasikia wanaliita makosa ya kimbali, mauaji ya kimbali. Mfano wake ni kule Sudan, rais wa Sudan Omar el-Bashir alikuwa indicted au alishtakiwa na ICC kwa makosa ya kimbali ambayo aliyafanya Darfur. Yani kwamba alifadhili kikundi cha Janjaweed kuwaua watu weusi. Kwa sababu yeye Mwarabu anaua watu weusi. Kwa hiyo ndo akashtakiwa kwa kosa hilo kwa sababu ICC na mamlaka. Kosa la pili ni kosa la crimes against humanity. Yani makosa dhidi ya binadamu. Kuua watu wengi, kuwaondoa kwenye mali zao, mass displacement, ubakaji uliokithiri, yani makosa ya kibinadamu. Na kosa kama hilo nafikiri ICC ilikuwa mwaka 2007 nadhani, 2007 au 2010 sikumbuki mwaka gani, kule Kenya walishtakiwa rais wa sasa William Ruto na rais wa zamani Uhuru Kenyatta kwamba wao walishiriki katika yale makosa makubwa yaliyotokea baada ya uchaguzi ule uliowakutanisha Kibaki na Raila. Kwa hiyo watu wakaondolewa kwenye mali zao, mass displacement, watu wengi wakauawa na kadhalika. Ila kesi yao ilienda, ilipofika njiani ika collapse au ikafaili kwa sababu watu walikataa kwenda kutoa ushahidi kule The Hague. Walikosa ushahidi, kwa hiyo ikaishia njiani. Kosa jingine ni kosa la aggression. Aggression maana yake ni nchi moja kuivamia nchi nyingine bila kuwa na uhalali wowote. Kwa hiyo na lenyewe limewekwa pale kama kosa ambalo ICC inaweza ika-assume jurisdiction au ikawa na mamlaka. Kosa jingine ni haya makosa yanayotokea kwenye vita, war crimes. Kwa mfano kuna vita, sasa hivi kuna vita vya Ukraine na Urusi. Sasa kwenye vita kuna sheria za vita. Zile sheria za vita zikikiukwa, kwa mfano mateka, mmewakamata mateka 1000 alafu wote mnawaua tu, hii ni cold blood. Na makosa mengine wakati wa vita pia yanapelekwa The Hague, ICC. Kwa hiyo kwa kifupi hayo ndio makosa ambayo ICC inashughulikia. Sasa pia umeniuliza kwamba nani sasa anaweza kapeleka mashtaka ICC. Moja ni nchi husika. Kwa mfano Tanzania ni member wa ICC, Kongo ni member wa ICC. Nitatolea mfano wa Kongo. Kongo kuna vita vya waasi. Kwa hiyo Tshisekedi alienda huko Ulaya akakutana na mwendesha mashtaka wa ICC, akamwambia bwana kuna watu wanafanya makosa ambayo nadhani ICC ina mamlaka nayo. Kwa hiyo naomba uje ufanye uchunguzi wako kwenye nchi yangu. Kwa hiyo nchi husika inapeleka mashtaka ICC. Hiyo ni moja. Pili, mwendesha mashtaka mwenyewe, yule chief prosecutor wa ICC. Chief prosecutor anaweza mwenyewe kwa kuangalia kinachoendelea kwenye nchi husika, iwe mwanachama au sio mwanachama, akasema naanzisha uchunguzi wangu. Kwa hiyo ICC mwenyewe Suamoto anaweza kaanzisha uchunguzi wake. Baadaye akipata ushahidi wa kutosha, basi anapeleka kesi mbele ya majaji kwamba huyu mtu au hawa watu wanastahili kuletwa hapa The Hague. Na amefanya hivyo kwa mfano hata Kenya. Sio kwamba serikali ilipeleka shtaka kule The Hague, hapana.
Mwendesha mashtaka Ocampo yeye mwenyewe aliona kilichotokea Kenya, basi akaanzisha mchakato wa uchunguzi. Masharti gani sasa ambayo ipelekwe The Hague? Yani kwa mfano mahakama za nchini kwanza zishughulikie hilo swala, au mahakama za nchini zikatae tu, mamlaka za kinchi husika zikatae kwamba hatufanyi chochote. Kwa hiyo ndo inaingia, lakini huwa ICC haiendi popote ambapo pametokea shida eti kwa sababu ina mamlaka kwamba iende kupata kuchunguza na kuanza kushtaki. Hapana. Sasa umeniuliza swali kwamba nani anaweza kwamba watu binafsi, sijui mashirika, taasisi zinaweza zikapeleka maswala mashtaka ICC kuripoti. Wanaweza kama mtu binafsi anavyokwenda kuripoti polisi tu. Kwamba mashirika, taasisi au watu wa kawaida wanaweza kusema huku tunakoishi kuna haya mambo yametokea. Kwa hiyo wakatoa information, inaitwa kutoa information. Kwa hiyo wakaipa ICC information, bwana wakaifeed information. ICC inaweza ikasema hizo hazitoshi bwana, mimi sitachunguza. Au ikasema kati hizi information nazozipokea mbona naona kama vile kuna vitu vimetokea pale. Kwa hiyo ika-assume jurisdiction kutokana na hizo information. Lakini taasisi na watu tu wanaishia kutoa information. Sio kwamba wanaweza wakaenda wakafungua kesi. Hiyo chini ya Rome Statutes hiyo haiwezekani. Swali jingine lilikuwa ni swali gani? Ilikuwa ni mifano ambayo imewahi kutokea. Mifano ambayo imewahi kutokea nimeitaja ya Omar al-Bashir, genocide. Kongo kulikuwa kuna vita mashariki mwa Uganda, mwa Kongo zamani, vikundi vya waasi fulani hivi maeneo ya Bunia na Butembo. Sasa wale waasi wakawa na commit atrocities, wanafanya makosa mabaya dhidi ya binadamu. Kwa hiyo ICC ikawashtaki, ikafungulia mashtaka baadhi ya viongozi wa waasi kama Chui. Kwenye judgments za ICC yumo Chui, huyo alikuwa anajiita Major General Jerome somebody. Roger Lumbanga na yeye huyu ambaye amewahi kuwa makamu wa rais wa Kongo anaitwa Jean-Pierre Bemba. Yeye Jean-Pierre Bemba alishtakiwa kwa ajili ya watoto wadogo kwenye vita, na pamoja na kwamba alikwenda nchi ya Central African Republic akafanya makosa dhidi ya ubinadamu. Askari wake wakawa wanakula watu, cannibalism. Kwa hiyo ni mifano michache, lakini na pia tumeshuhudia kwa mfano Putin na yeye yuko kwenye orodha ya watu ambao wanatafutwa na ICC. Kwamba alikuwa anachukua watoto wa Ukraine kwa nguvu, mass displacement of children wakati wa vita, watoto wa Ukraine wanawapeleka Urusi. Kwa hiyo kwenye mambo yote yaliyotokea Ukraine wanachagua tu kujikosa kamoja hapo kupeleka watoto. Sasa nini wajibu wa nchi wanachama wa ICC? Kama Tanzania ni mwanachama wa ICC. Wajibu mkubwa moja ni kuhakikisha wale watu ambao wamekuwa indicted au wameshtakiwa na ICC wakija hapa basi wakamatwe, wapelekwe The Hague. Kwa mfano akija Putin leo, inabidi Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, naye pia amekuwa indicted, inabidi naye akamatwe. Kwa hiyo ni wajibu, na kuripoti matukio ambayo yako nje ya uwezo wa kuprosecute, kuyaripoti ICC iweze kuyachukua na kuyafanyia kazi.